nakuta DM imetumwa na watu wengi, mama kapiga yule. Kwa hiyo sikushtuka kwa sababu aliyokuwa ameniita ni mheshimiwa waziri, lakini pia niliitwa Baraza la Sanaa Tanzania. Mimi si hawa Baraza la Sanaa Tanzania ni baraza linalodili na shughuli zote za kisanii Tanzania, na huku ndani sikuwa na expect labda ndani nikakuta Mfilipino au Mjerman, ni wa Tanzania. Kwa hiyo nilichokuwa tu mimi najipanga kwa watakachoniuliza nilikuwa willing kuwajibu. Yes, kwa hiyo sikushtuka. Na pengine hasa naamini baada ya kusoma kile na wewe na majibu yako ulikuwa nayo hasa, pengine ulitambua ni wapi ambapo umekosea ama ni nini ambacho ulikuwa na uvichambua pala iko against labda katika hii? Wao walipoelezea kwenye issue nzima ya hapa nyuma tulikuwa tunapitia maeka mengi. Yes, waliongelea kwenye njia hiyo. Kama naweza nikaingia labda live ya TikTok au nikaingia live Instagram in 1 minute nikapata watu 6,000, miss ninachotakiwa ninachokiongea kwenye hizo live kiwe kinatija na taifa, lakini pia kiwe kinatija na mtu ambaye anatamani the end of the day aje kuwa kama mimi. Ndio walibezi sana hapo. Naamini katika hili kuna mkono wa mtu, kwa sababu labda hapo chini kuna biashara ambayo anafanya vizuri, inawezekana labda kuna watu ambao kiona nao biashara yako, ambona sasa hapo ni ile bogo tumzunguke amchi kwanza aicho kuna mambo mengine ajielezee kwanza, punguze moto. Pengine kuna hilo mahisi lata tia hapo watu ambao wanataka sana Waziri Gwajima, kama waziri bana ngotia unahisi watu ambao wanaweza kawa wanatumika labda tushawishiwa kwa kusukume tu huko kwenye uongozi na watu wa serikali? Sidhani, ila pia na hata watu wanaokuwa wanataka, ujue kama watu wanapokuwa wanamtaji Gwajima wanaponionaga mimi sana sana nikiwa nimevaa nywele. Ngoja leo niweke clear. Mimi nauza nywele na nimeanza kuuza nywele, mimi sijaanzia kuuza nywele Tanzania. Kwa nini niliamua kuvaa nywele zangu mimi mwenyewe? Kwanza nilikuwa nikihisi nikimtumia mtu hataweza kufanya kama mimi ninachokifanya, lakini pia kutokana na safiri nchi nyingi sitokuwa na uwezo wa kuwa na mbeba modo au na wabeba mamodo kusafiri nao wa nchi hizo, kwa sababu most of time nasafiri zaidi ya nchi 8 nikiwa naenda kupata mzigo. Kwa hiyo ule muda nitengeneze nywele, mimi nategemea nywele ni post labda let's say nipo Philippines, ili ni post nipokee order nikirudi Tanzania niuze. Siwezi na kumsubiria nisubirie tena nibebe mzigo nisionyeshe, nije hapa nitafute mtu nishuti, muda unazidi kwenda. Alafu na kitu kingine, watu sisi ukishakuwa unajulikana, mimi si expect chochote kizuri kutoka kwa watu au nisiowajua. Sijui unanielewa? Kwa wewe unapokuwa unajulikana, kuna mtu anayependa, kuna mtu anayekuchukia. Kwa hiyo most of them wanamtangia mheshimiwa waziri kumtengenezea picha labda kama mimi ni mtu mbaya. Na ndio maana mheshimiwa waziri alisema aliingia kwenye page yangu anachoona na promo biashara zangu, lakini pia naishi maisha yangu. So mtu anapokuja kucomment chochote, siwezi mimi kwa nafuatilizia au nisema niumize kichwa nani kani comment hivi, nitakuwa napoteza, kwa sababu nina vitu vingi sana on my plate. Na own zaidi ya kampuni 3 na wafanyakazi zaidi ya 40 sasa hivi naongelea, na wafanyakazi mpaka nje ya Tanzania. So nina vitu vingi sana vya kufocus kuliko kuanza kupatilizia comment yao kani comment ya hiki huyu ka comment, kwa sababu sitaweza kuwafurahisha wote. Naweza sasa hivi nikavaa kanzu akaja mtu mwingine akacomment why nimevaa kanzu ya rangi hii, sijui unaelewa. Kwa ndo hivyo. Okay, speaking kwenye biashara yako pia, hapa katikati kulitokea mtafaruku ambapo Nifa na wewe mlikuwa mkijibizana, na moja kati ya hoja ambazo alizungumza ni kwamba lip balm zako ukipaka kuna baki weupe ndani. Swali la kwanza, ni kweli lip balm zako sio vile sawa kama unavyozipromote, na yeye ulitegemea kuja kusema kitu kama hiko, na unafikiri kwa nini alisema hivyo? Kwanza ni sio sawa na sio uongo. I mean so ukweli. Lakini pia kwenye speaking of watu wanaofuatilizia vitu perfect na classic, mimi huwezi kuniacha, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio mwanzilishi wa kwanza kuleta nywele classic Tanzania. Kwa always mimi vitu vyangu natumia hela nyingi, lakini pia natumia muda, alafu pia naenda napenda kufanya vitu vilivyokuwa sahihi, maybe hata kumliko, si uelewa. Na hiyo yeye analijua. Yani mimi sifanyagi tu kwa sababu nifanye, ila nafanya kitu ambacho na hakikisha kitakuwa kinatija. Kwa hiyo kwenye brandi zangu, yule alichokuwa anahofia alikuwa ananihofiaga. Always anahofiaga kwa sababu anajua mimi ni hivyo na anajua nini nafikiria. So na nina Adam wanavu kama iPhone juzi pia wanazindua, uliona kuna comments zisema iPhone hivi, iPhone vile. Hiyo ndi kama competition kwenye biashara, which wewe unapo biashara siwezi mimi nauza kitu kama hicho, au labda nina ndoto ya kuja kufanya kitu kama, siwezi nikasikia cha kwako
Kwa hiyo mimi tu ninacho watu mimi damu yangu sold out in a week, which haijawahi kutokea. Mimi nime launch ile product, nime launch mtandaoni, lakini pia ikapata mawakala zaidi ya watu 200 in a minutes. So ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nikitaka hapa tena kuja kujibu hizo expectations za watu, inafanya hivi, mimi ni kipindi naileta sokoni, sasa hivi ningekuwa na malalamiko hayo. Miss, na pia unapokea malalamiko yote kwenye bandi yako, si mbaya kuyachukua, kwa sababu sisi hatutengenezi vile vitu, tunavichukua tunavipeleka, tunalipa makampuni makubwa China wanatuzalishia. Wanapotuzalishia, mteja anapokuja kukutumia, kuna mambo mawili, kuna yuko kinayompenda, lakini yupo asokipenda. Tunapanyaje kujenga? Ndio hapo sasa, kama kuna baadhi ya marekebisho tutakuwa tayari sisi kurekebisha, lakini pia kama hamna, hizi kelele za watu haziwezi kukutoa kwenye focus. Miss, wewe sasa hivi ulete mafuta uuzie watu 10, watu 9 waseme ya kusawila mtu mmoja asababishe wewe uka bash out container, haiwezekani. Kwa hiyo maybe huyo mtu anaweza tena kutumia mafuta mengine au akatafuta product nyingine, lakini tunaangalia sana comment hizo kutoka kwa wateja zetu. Yes, tia mawakala pengine pia ni moja kati ya mtu ambaye uliufuata na ukatamani kwa wakala wao awe wakala wa spam zake. Hapana, alisema ulimuomba. Hapana. Hapana. Wewe, mimi sijawahi kumombaga. Unamjua, utafuta celebrity yote kwenye kitu changu chote, sijawahi kuombaga. And kama ningekuwa ni mtu aibu, hata nywele zangu ungeona wamevaa baadhi ya mastaa wengine, mimi kila star unamwona amevaa nywele yangu, mimi si ana hela, kwa sababu mimi napenda sana hela. Ukiacha napenda hela, mimi na vitu vyangu natumia hela nyingi. Siwezi nikaenda nikatengeneza lip balm maybe ilioni cost more than milioni 100, alafu nije nitake nifaje. Kwa kwanza mimi, ili uwe wakala wangu nilikuwa unanunua product. Kwa mimi sikuwa naomba. Hata kama ningekuwa naomba, kumbuka kuwa mimi niko karibu na watu maarufu zaidi ya huyo unaomtaja. Si unajua? Yaani mimi nina watu ambao yeye wanamzini kila kitu. Kwa hiyo ingekuwa better nikasema naongea na Zuchu, naongea na Randy, inge make sense. Lakini siwezi nikasema napata nifa watu. Hamna children naita hapo watu wanasema kwamba tunaoneana wewe. Nataka ile iliweke sawa. Wewe nanipa, nani anapaswa muotea rote za. Hapo jibu utakuwa nalo, kwa sababu mimi najua safa. Mimi ni Jijo brand ya Luxury, lakini kwa sababu nimekuja na Luxlight. Na ninafanya kwa basi sio nafahamika. Ila kwenye kila biashara yangu niloileta kwenye soko inafanya vizuri. Hauwezi hivi ukawa unaongelea kuwa unataka kuvaa nywele nzuri usinitaje. Unataka kuvaa nywele ya kiwango usinitaje. So yeye anacho cha kujifunza. Maana mimi hadi sasa hivi ukimtaja sijui anauza nini, yani siwezi kumweka yuko kwenye kategoria gani. Ana vitu vingi anafanya. Na je, kwenye vitu vingi anavyofanya anahakikisha anavifanya in a perfect way. I mean, mfanyabiashara wote lengo lake au target yake mwisho wa siku uingize faida. Na unapoingiza faida, kile kitu unachokifanya kikuletee tofauti kutoka Jumatano mpaka inapofika Alhamisi, wewe unaona mabadiliko. Ni sawa sana hivi. Siwezi wewe, mimi labda nauza nguo, nikakuona wewe leo umefungua duka la nguo kubwa, nikachech kuja kutengeneza duka kama lako. Kabla mimi sijapata faida, hilo duka liniingizie hivyo. Sio leo. Kwa hiyo anacho cha kujifunza. Ankoti, Watanzania wanaokuwa wakilalamika wakisema bwana, nyie wamama mnomsupport Kapoti, naomba na nyie mtia. Na tofauti na wanaume wote ambao wana hela. Most of them wanaokuwa na comment vitu vibaya na hawanaga hela. Na subiri kwambie kitu kimoja, hakuna kitu kibaya kama kumtoa maskini kufikiria, yani kumtoa maskini a change mind yake kuwa anafikiria kitajiri. Ujue sisi wa Afrika tumetengenezwa silika kwa umaskini ni kama vazi, yani wewe kuwa maskini ni haki yako. Kumbe which is not. Umaskini ni kitu ambacho unaweza kukataa kuanzia kwa kukisema na kwa kufanyia kazi. Sasa watu wengi sana wavivu, huwezi kuja ukasema hivi eti na tamani mwanao sio aje kuwa kama Ankoti. Mimi huyo Ankoti unaoniongelea naishi maisha labda kumliko babako. Sasa hapo what is the problem? Mimi na mzee wako tunaweza tukakaa hata maybe tukiangalia tu miamala, wewe toka amekuzadi hapo ulipo, tusiwe na same transaction. Kwa hiyo anacho cha kujifunza. Si umeelewa? Na ile ngomna ambayo inakukata mtu kwenye comment akisema Ankoti ameleft group. No, hajawahi kunikata. Hajawahi kunikata. Ujue ndio waambiwa kuna a point ya maisha wewe ukifikia, kuna baadhi ya vitu unavishukia kama kelele. Mimi siwezi kuja kujichukia au kusema sio fulani amenikomentia hivi nichukue two person, kwa sababu mimi naishi maisha ya ndoto zangu. Si umeelewa?
nahakikisha nafanya kazi. Kuna watu nimetoka kuambia kwa nalipa watu zaidi ya 40 na hakuna mtu mmoja anaopishwa mshahara zaidi ya tarehe moja. Kwa hiyo mimi na watu wananitegemea, na hao watu wananitegemea, sitaki kuwavunja moyo kwa kufuatilizia hizo comment au kufuatilizia nani ananiambia nini. Mimi ninachotakiwa tu nijue sivunji sheria ya nchi, lakini pia nafanya kazi zangu zote zikiwa zimesajiliwa na zinatambulika kitaifa, maana yake nimelipa kodi na hivyo vitu vingine. Lakini haya mambo ya nani anasema nini, huyu anasema hiki, siwezi kufurahisha watu wote kama nilivyokuambia. Kwenye hao watumia wanaocheka kuna 30 watanuna, which siwezi kudili na 30. Sasa 70 nitadili na 70 waliocheka, na walicheka kwa sababu gani? Ndio waongezee kitu. That is what. Okay, wakati unazindua lipbab zako kwenye tafrija ile, ulitokea maneno kwamba kuna baadhi ya mastaa marafiki zako hawajafika, kama kina nani star wataja majina. Wataje tu ili kujibia kutukia kwa Ikatokea story tena kwamba siku hizi hautokei kwenye shughuli nyingi kwa sababu uliona kama mastaa walitukata hivi, unawasupport sana hapo, wao hawakusupport sana. Hiyo ina ukweli ndani yake? Hiyo mimi kwanza kwenye speaking of watu wanisupport, naweza kusema naweza nikaipa 70% kwa 30 ilikuwa hivi. Mimi hapa natokea kwenye issue sana za mastaa, na sio kila issue ya star yote unaomuona mimi nikitokea na kwa nimetokea kufuatia na mwaliko. Kuna baadhi wananilipa, lakini pia kuna baadhi tunafanya nao biashara. Ile bond ya sisi kufanya biashara, siwezi mimi leo nikashangaa eti Nandy anazindua kitu